الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين وجعلها تذكرة وعبرة للتابعين إلى يوم الدين، القائل في محكم كتابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد، الذي أدى أمانة ربه على خير وجه ونصحنا أعظم نصح، الذي كان ولا يزال أعظم دستور البشرية إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Baada ya utangulizi na maamkizi hayo, maamkizi mema, maamkizi bora, na kwa kweli ndiyo maamkizi ya watu wa peponi, nitumie wasaa huu kuwakaribisha ndugu wafuatiliaji Waislamu na wasiokuwa Waislamu kutokea pande mbalimbali katika kipindi chetu hiki ambacho kimepewa jina la Jifunze kupitia visa vya mitume. Ni kipindi ambacho insha Allahu tabaraka wa taala kitakuwa kikikuijilia katika siku kadhaa za wiki, takriban dakika 15 za kukumbushana, kujifunza na kupata mazingatio kupitia visa na historia za mitume mbali miongoni mwa ile mitume ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipeleka na kuituma katika mgongo wa ardhi. Lakini kabla hatujaingia katika kisa ambacho tumekusudia kukizungumza, ni vizuri tukaanza na utangulizi ambao utaandaa mazingira ya kuingia moja kwa moja katika usimuliaji wa kisa hiko. Na utangulizi wenyewe tumeupa jina umuhimu wa historia, ama umuhimu wa visa na historia kwa jamii. Tunapoandaa kipindi kama hiki kwa lengo la kusimuliana, tunalenga nini? Kuna umuhimu gani wa kusimuliana visa na historia? Sasa tulipanga tukae hapo kwanza katika kuandaa mazingira ya kuingia katika kisa tulichokusudia kukieleza katika masiku haya tunayokwenda nayo. Ndugu zangu, tunapozungumzia historia ama tunapozungumzia visa na historia, tunagusa engo muhimu sana katika kufikisha elimu kwa jamii. Historia na visa pindi vinaposimuliwa huwa vinatoa ile simulizi yenye kuvutia na kuburudisha. Wakati huo huo inafundisha. Kwa hiyo utaona kwamba kumbe historia na hivi visa ni nyenzo muhimu sana katika kuelimisha jamii, endapo zitatumiwa hizi historia ama hivi visa kama chanzo cha elimu na maarifa, na si kama chanzo cha burudani kama ambavyo sisi tunavyovichukulia na kuzoea katika jamii zetu. Jamii yoyote ambayo itakubali kukita goti kwa ajili ya kusoma na kujifunza historia kwa ujumla wake, bishakli naam, pasina kubagua visa ama historia za mitume na zisizokuwa za mitume, kama vile simulizi za kufikirika, riwaya na nyinginezo, jamii yoyote ama visa vya watangulizi wao katika uzao wao, jamii yoyote itakayokubali kujifunza historia za wale waliopita, jamii hiyo itafanikiwa katika maeneo kadhaa. Eneo la kwanza ambapo jamii itafanikiwa kuhifadhi ule utamaduni wao, kuhifadhi imani yao, kuhifadhi desturi zao na maadili yao katika jamii ile. Kwa sababu wanaposoma historia wakawaona watangulizi wao ni namna gani waliishi, ni namna gani
walifanya, namna gani waliamiliana wao kwa wao, watajikuta wana wajibu wa kufuata ile mienendo ambayo watangulizi wao waliokwenda nayo. Kwa maana hiyo jamii hii itafanikiwa kulinda sasa ule utamaduni wao, na kama imani itafanikiwa kulinda ile imani yao, desturi zao na maadili yao yale yale mazuri ambayo walioyaasisi wale watangulizi wao, watafanikiwa kuyahami na kuyalinda katika jamii yao. Lakini eneo la pili ambapo jamii itafanikiwa kuelewa zamani. Kuelewa zamani kuna faida kubwa sana. Yaani ukasoma historia ukaielewa zamani ilikuwaje, hii ina faida kubwa sana. Moja kati ya faida ya kuelewa zamani ni kuweza au kupata uwezo. Mtu akielewa zamani atapata uwezo wa kuiandaa na kuitengeneza sasa yake. Yaani ukishaielewa zamani, maana yake utaweza kuitengeneza sasa yako. Sasa ukishaitengeneza sasa yako, maana yake utakuwa unaandaa mazingira ya baadaye yako au future yako, mustakabali wako, kwa sababu mustakbal siku zote unaandaliwa na namna gani unafanya hivi sasa. Utendaji wako wa sasa ndio unaoandaa mustakbali wako. Kwa hiyo ukishaelewa zamani, ukiwaangalia wale watu wa zamani, utaona wale watu wa zamani walifanikiwa vipi. Utaangalia zile nyayo walizokanyaga mpaka kufikia mafanikio yao. Ukishaangalia zile hatua zao ama nyayo zao walizopiga kufikia mafanikio yao, maana yake ili uweze kutengeneza sasa yako, utajitahidi kuiga kupita mule walipopita wao. Hatimaye sasa utajikuta umefikia mafanikio kama ambavyo wao walifikia mafanikio kwa kupita humo. Hiyo ni moja kati ya faida za kuelewa zamani. Lakini pia ukielewa zamani, utaweza kujifunza wale watu namna gani walifanya hatimaye wakaangukia pua, wakapata hasara na kufeli katika mambo yao. Wewe ukishaangalia kwamba kumbe walifanya hivi hatimaye wakafeli, wewe utajifunza kutokana na makosa yao. Hatimaye utajikuta haurudii makosa yale ambayo walioyafanya wao, hatimaye wakafikia katika hasara. Kwa hiyo utajiepusha na zile njia zao zilizowafikisha katika hasara, na hatimaye utajikuta sasa upo katika mafanikio kwa kuepukana na zile hasara ambazo wao walizipata. Kwa hiyo hii pia ni katika jumla ya faida ya kuelewa zamani. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuelewa zamani ilikuwaje, ili uweze kufanya kama wao. Mtu mmoja anasema i'malu kama amilu tasilu ila ma wasalu, fanyeni kama walivyofanya wao wale watu wa zamani, ili mupate kufika pale ambapo wao walifika. Waigeni katika yale mema yao, mtajikuta mmetengeneza sasa yenu na baadaye yenu mtakuwa ni watu mliofanikiwa. Lakini musipite katika zile njia zao walizopita zikawafikisha katika kufeli na kupata hasara, na nyie mutanusulika na hasara katika future ama mustakbali wenu. Hilo ni eneo la pili ambalo mtu atakaye ama jamii ikisoma vizuri historia za wale watangulizi wao, watajikuta wanafanikiwa katika eneo hilo. Lakini sehemu ya tatu ambayo jamii yoyote itakayosoma historia watafanikiwa katika eneo hilo ni upande